na mama alikuwa anapenda kukaribisha wageni kwake. Kila wakati wageni wakikuja kwa kanisa, pastor anauliza ni nani ataenda kupikia wageni wiki ijayo. Huyo mama anainua mkono haraka, anasema pastor, nipe wageni. Pastor naye hakuwa na la kufanya, alikuwa anampatia wageni. Siku moja wageni ambao walikuja kwa hilo kanisa, mmoja wao alikuwa ni waziri mkuu wa elimu. Sasa mgeni yule walipofika kwa nyumba ya yule mama, ilikuwa ni nyumba ndogo ya nyasi, lakini hakuwa na chakula kizuri sana cha kushare nao wageni ama kingi. Lakini kila alichokuwa nacho alikuwa tu na avocado na chumvi, na akapanga meza vizuri, akawapanga vizuri, akawakatia ile avocado vizuri, akawapatia na maji. Wageni wakakula kwa furaha, kwa sababu huyo mama alikuwa amejaa tabasamu. Baadaye wakagundua huyo mama alikuwa na vijana wawili ambao hawakuwa na kazi. Walisoma lakini wakafika form 4, lakini hawakuwa wamepata kazi. Sasa chenye huyo waziri alifanya, alimwambia mama asante kwa sababu ya roho nzuri ya kukaribisha wageni. Pastor naye akasema ukweli, huyu mama kila wakati ni mazoea yake ya kuinua mkono haraka na kusema anahitaji wageni kwake. Wale wengine wanasita kidogo, hata kama wako na vitu vingi vya kushare. Ndiposa yule waziri akachukua hao vijana wawili, akaenda akawapatia kazi. Sasa hivi ninavyoongea, huyo mama anaishi maisha mzuri, maisha ya raha na furaha. Ninaongea kuhusu mama aliyekuwa anaitwa Sara na mzee wake alikuwa anaitwa Ibrahimu. Walikuwa na mazoea ya kukaribisha wageni. Kila wakati wageni wakipita karibu na kwao, walikuwa wanawakaribisha, wanawapea chakula, maji ya kuoga na kanyumba kakuishi. Siku moja kumbe wamekaribisha watu watatu, mmoja wao akiwa ni mtu wa Bwana. Walipokuwa wamekaribia kuenda, waliita Sara na Ibrahimu. Wakawaambia Sara na Ibrahimu, mmetutendea vyema, mmetupikia, tumekula vizuri, mmetutandikia mahali pa kulala. Sasa tunaondoka. Ni kipi hiki ambacho mngependa tuwafanyie kabla hatujaenda? Sara na Ibrahimu wakaitana kama mkutano, wakasema tunahitaji mtoto. Na mtu yule akawaahidi kwamba mwaka ujayo watapata mtoto katika jina la Yesu Kristo.